baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuko katika hadhara ambayo inatupa kumbukumbu kubwa sana. Tuko katika hadhara ambayo kwamba inatupa memory ambayo kwamba hatuwezi kuisahau maisha yetu yote. Hadhara ambayo kwamba jina lake tu ukilisikia linavyotajwa tayari, ikiwa ulihudhuria hadhara kama hii ama ulitizama katika YouTube mwaka jana, utafahamu ni hadhara ya namna gani. Khitamuhu ni maneno ambayo kwamba aliyasema mzee wetu, baraka yetu, kiongozi wetu Said Muhsin bin Ali Al-Aidarus, ambaye ndiye alikuwa ameshikilia maqam ya Sayyid al-Walid al-Habib Hussein bin Ahmad Badawi. Na katika mambo ambayo kwamba alizungumza na akasema kwamba nimeshatamka kilima hicho, lakini pia alinipa amri mimi kama mwanae kusimama kuzungumza, ambapo amri kama ile ambayo kwamba alitoa ndio amri ambayo kwamba ninaipata leo tena, kwa ambaye kwamba ameshika makamu ya huyo aliyotamka maneno ya khitamuhu misk. Kwa hivyo ni hadhara ambayo kwamba inatupa majonzi, lakini kwa sababu ni hadhara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yale majonzi yatafutika na itakuwa ni furaha. Na amri mbili kama hizo niombe Mwenyezi Mungu sana nisipate kibri katika moyo wangu, kwa sababu kusimamishwa na watu wawili ambao kwamba wameshika kazi ya da'wa kwa miaka miwili tofauti, zinaweza zikanijia fikra na kusema labda mimi nafahamu kuliko wengine, ama nina kitu cha tofauti kuliko wote mliokuwa hapa. Lakini nafahamu ni kuwa niko katika njia ya kulelewa, niko katika njia ya kufundishwa, na nipo katika njia ya kutengenezwa nisitoke katika mstari. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tusipate kibri, bali tuendelee kufuata amri zao na kufundishwa kumtumikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama nilivyosema, kwa sababu hadhara ni Mtume Muhammad, hatuwezi kupata huzuni. Kitu ambacho kwamba tunatakikana tukikamate ni kumshikilia na kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amefungamanisha mahaba na usuhba, almaiyya, upamoja, alipotuambia almar'u ma'a man ahabba, mtu yuko pamoja na ambaye anafanya nini? Anampenda. Tunataka upamoja na nani? Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kufanya sisi ni kumpenda Mtume Muhammad ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemnyanyua, amemweka juu kuliko kiumbe yoyote. Na katika kumweka juu kwake kiumbe kama huyu, ametumia Qur'ani yake kumsifu, maneno yake ametumia kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndipo moja katika wanawazuoni akasema kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, madahatka ayatul kitabi fama asa yuthni ala aliyaika nadhmu madihi, wa idha kitabu Allahi athna alayka mufsihan kana alkusuru kusara kulli fasihi. Imekusifu wewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayatul kitab, aya za Qur'ani. Wewe kama mwanadamu utakavyokumsifu mtume utafika wapi? Akasema wa idha kitabu Allahi athna alayka musiha, pindi kitabu cha Mwenyezi Mungu kimesifu kwa ufasaha wa hali ya juu,
basi kila atakaye kuja kumsifu mtume atakuwa na upungufu. Kwa maana katika beti tunazosoma wamemsifu Waarabu mwisho hawajafika, wamemsifu Wadigo, wamemsifu Wabajuni, kila aina ya kabila hawajasifu wala kufika mwisho, kwa sababu kimemsifu kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutizameni katika Qur'ani Mwenyezi Mungu alivyomweka daraja juu Mtume Muhammad, huyu tuliomkusanyikia, tunaotafuta usuhba na yeye. Tukitaka kumpima Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumpimeni na manabii. Hauwezi ukapima dhahabu kwa sukari. Ukitaka kuipima dhahabu ipime kwa, tumpimeni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na manabii wenzake. Vipi madaraja Mwenyezi Mungu amewaeka? Faqa nabiyina fi khalqin wa fi khuluq. Mtume Muhammad amekalia juu ya manabii. Na tunapomfadhilisha Mtume Muhammad, tafdhili ambayo kwamba tunampa ni tafdhili ambayo kwamba si tafdhili ambayo kwamba imekatazwa. Tafsir ambayo kwamba tafdhili ambayo kwamba imekatazwa ni kumfadhilisha Mtume Muhammad na kuwafanya manabii wengine kuwa wako chini, kuwa hawana daraja, ama kuwafanya wao sio kitu, tafdhili ya tahqir. Lakini sisi tunamsifu Mtume Muhammad na kumweka juu, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe amemweka juu, amesema tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Sasa tumpime Mtume Muhammad na manabii wengine ni vipi? Katika hiyo Qur'ani, hawa manabii wengine walikuwa wanatwala kwa Mwenyezi Mungu, kuna kitu wanaomba ambacho kwamba hicho kitu wanachoomba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajaomba, amepewa. Tusomeni katika suratu Shuara, Nabii Allah Ibrahim anamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nabii Allah Ibrahim anamwambia Mwenyezi Mungu, usinikhazishe hiyo siku hiyo ya kiyama, siku ambayo kwamba hakuna mtu kitakachomfaa, mali yake haitamfaa wala watoto wake, isipokuwa moyo ambao kwamba ni salimu. Anamwomba Mwenyezi Mungu asimkhazishe. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tusomeni katika suratu At-Tahrim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume Muhammad, yauma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Nabii Allah Ibrahim anasema usinikhazishe. Mtume Muhammad anaambia Mwenyezi Mungu hawezi kumkhazisha siku hiyo. Tazama, huyu ameomba, huyu kashaambiwa umepewa. Tusomeni katika sura Taha, Nabii Allah Musa anamwambiaje Mwenyezi Mungu? Anamwambia rabbi shrah li sadri, Mwenyezi Mungu nikunjulie kifua changu. Katika Qur'an suratu Sharhi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa nini? Alam nashrah laka sadrak. Mwenyezi Mungu ashaka kunjulia kifua chako. Je, Mwenyezi Mungu hajakunjulia? Tayari Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya nini? Tayari ametolewa nyongo, hana bughdha, hachukii mtu, hana sihri, hana ikli na mtu, moyo wake ni maridhia. Hapo katika sura Taha, Nabii Allah Musa anamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wayassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu, unifanyie wepesi jambo langu katika kazi ya kueneza da'wa yako, ya kutoa watu katika dhulma kuwatia katika nuru, unifanyie wepesi. Tusomeni katika surati Maryam, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu anasema nini? Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihi almuttaqina litundhira bihi almuttaqina wa tundhira bihi qauman ludda. Tayari Mwenyezi Mungu anamwambia sisi tumeshakufanyia wepesi katika Qur'ani, katika da'wa yako,
yani watu wa kuelezea aya kama hiyo, akasema fa innama yassarna ya Muhammad hadha alquran bilisanika. Yani tayari Mwenyezi Mungu anamwambia hii Qur'ani wewe peleka, tayari tushakufanyia wepesi, itapita. Turudini katika surati Taha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwambia Nabii Allah Musa, wama a'jalaka ya Musa, ni kitu gani kimekufanyisha haraka ukaja kwangu? Nabii Allah Musa akasema, qala ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda. hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Nimefanya haraka kuja kwako Mwenyezi Mungu nipate nini? Radhi zako. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa, wala sawfa yutika rabbuka fatarda, Mungu atakupa mpaka ufanye nini? Ndio mmoja katika maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Thabit, aliposoma surati Dhuha akapita kipande kama hiki, alisema qara'na fi Dhuha wala sawfa yutika rabbuka fatarda fasarra qulubana dhaka al'ata'u wa hasha ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adhabu au yusa'u. Tumesoma katika surati Dhuha, Mwenyezi Mungu amekwambia Mtume Muhammad, wala sawfa yutika rabbuka, Mwenyezi Mungu atakupa mpaka ufanye nini? Uridhike. Umepewa wewe lakini tukafurahi sisi. Kwa sababu gani? Waweza kuridhia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mmoja katika sisi anapewa adhabu au yuko motoni. Kwa hiyo hawa wanaomba manabii wengine, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya nini? Ameshapewa. Ndio huyu ambaye kwamba tumekuja kuonyesha hisia zetu kama tunampenda, tupate upamoja na yeye. Tukishakuwa karibu na Mtume Muhammad na yeye ameambiwa wala sawfa yutika rabbuka fatarda, ataridhia kutuona sisi tuko motoni? Ataridhia kutuona sisi tunapata shida? Tupendeni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tusibabaike na watu wanatuambia tumsifu, tusimsifu. Tusibabaike na watu wanaotuambia kuwa haya tunayofanya ni mambo ya kijinga. Tunachotafuta ni mahaba ili tupate usuhba na nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sitaendelea, kama nilivyowaambia, nimesimama kufundishwa, na kipindi hiki cha usomaji ni kipindi ambacho kwamba nahitaji sana kusikiliza kuliko kuzungumza. Kwa hivyo kama nitakuwa nimezidisha jambo ambalo kwamba ni makosa, mtanisamehe. Mimi bado ni mwanafunzi fasulul khamis, sijui nitamaliza lini. Kwa hivyo mnichukulie kama mwanafunzi wala msinichukulie kama mwalimu. Nifuata amri ya kaka yangu, kiongozi wangu, na kwamba yeye ndo anatuongoza sasa hivi, ameshika makamu aliyoyaacha hao ndio wataja. Kwa hivyo sisi tunamtizama yeye kama marhum Abu Alama, tunamtizama kama Al-Habib Hussein bin Ahmad Badawi. Mwenyezi Mungu atupe nadhara zenu, Mwenyezi Mungu anijalie nyie nyote hapa nipate baraka zenu na dua zenu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi.